kutuma tugomba gusenga. Yohana anapenda kuomba. Amen. Haleluya. Amen. Umuntu ushoboza gushika ariko intoki zawe zidushika. Neema inatuwezesha kufika mahali hapo uwezo wako unatuwezesha kufika. Umuntu ushoboza kuba icyo akantu ashobora kugira. Neema inatuwezesha kufanya kitu ambacho mwanadamu yeyote hawezi kufanya. Kwa ijambo ryo turavuga ijambo rivuga ngo ugira ubuntu imbere y'Imana. Kama sivyo wanaweza kuwa tunazungumza kusema kwamba tunaneema mbele za Mungu. Usomye ibyanditswe uyu mwigeme yabyaye Yesu yari kwiyuzura. Ukisoma maneno kuhusu mama wa Yesu hakuwa anastahili kuliko wengine. Yari mpaka ushobora guca. Ameelewa kwamba haina njia yoyote. Ariko malaika aramubwira, Lakini malaika akamwambia, ati ntutinye utarumva wagiriwe. usiogope bali utapata neema. Haleluya. Amen. Ubuntu bw'Imana Neema ya Mungu usumba ubumenyi ufise n'ubuzongera. neema ya Mungu ni zaidi ya elimu ulionayo na ile unayokuwa nayo. Haleluya. Asali bavuga ngo iroho y'ubuntu isumba ububasha ikiro cy'ubwenge. Waswahili wanasema kwamba roho ya akili ni zaidi ya kilo. Roho ya bahati. Roho ya bahati ni zaidi ya kilo cha elimu. Amen. Roho ya bahati ni bora kuliko kilo ya akili. Basi kiroho huo ya akili yetu ni kilo cha ubwenge. Haleluya. Haleluya. Ubuntu bw'Imana butuma Imana ikwiyereka. Neema ya Mungu inasababisha Mungu kudhihirisha kwako. Ubuntu bw'Imana buguha ibiganza cyiza ku bantu. Neema ya Mungu inakupa kibali machoni kwa watu. Ubuntu bw'Imana bugushikana kugendana n'Imana. Neema ya Mungu inakusukuma mpaka kutembea na Mungu. Haleluya. Amen. Ubuntu bw'Imana butuma ubwenge bwawe bwishyurira ubushobozi bw'Imana. Neema ya Mungu inakuwezesha akili na fahamu yako kuelewa na kujua Mungu. Icyo gituma Pawulo yandika Korinto. Ndio maana Paulo aliandikia Wakorintho, atabitewe n'amashuri yize. bila kuingiliana na masomo yake. Ava mu buntu bw'Imana. Anasema kwa neema ya Mungu. Niko bwanditse kuko. Neema ya Mungu ndiyo ilifanya jinsi nilivyo. Ko kandi ngo unagiriwe. Tena neema hiyo nilipata. Usizokutisha gusa. Sikaiharibu. Haleluya. Kule. Haleluya. Amen. Haleluya. Agiye kuvuga ubwati kuzokuka ule. Kipindi kile tunakuwa tukali tulikuwa. Lakini atakuvuka kwa ule. Haiko kifaa tulikuwa. Asababu gharama ya wokovu ni kubwa kuliko dhahabu na fedha na mambo yote ya samani. Kuchiro takatifa zaidi kuweza dhahabu ni takatifu. Na ndio maana Petro aliwaambia watakatifu leo anakuambia sisi. Tunasema yani ya bela hadi kwa Akasema kufahamu ndio wao sababu Baba ndio alitolewa kwa vitu vya nyikati tupate kuelewa alizoeleka kama fedha na dhahabu. kumoika Tumeokolewa kwa neema ya Mungu. basi kushukuru Aliyetoa maisha yake msalabani kwa ajili ya wewe na mimi na ulimwengu mzima. wakati uliokuwa kusalamu na msikose. Damu ya Yesu ni ya samani. Mara ya Yesu na nchi. Haki ya Yesu kukuruka. Kwa neema hiyo Haki kukuruka. atashinda kufa chakula. Hakuna ya kukuruka. Atashinda kufika. Hakuna ya kukuruka. Atashinda kushika mkono na kutuwezesha kumaliza safari. Hakuna ya kukuruka. Lakini sasa hiyo neema Haikuwa kukuruka. tunakuomba uifanyie kazi. Ya msalama hadi shukrani. Na kazi ya neema ni utakatifu.
Amen. Haleluya. Neema ya Mungu itufanye Mungu atuamini. Na Mungu akituamini hata kupa kufanya kazi ambao hautaiweza. Kumbuka Nuhu mwenyewe. Mungu alimpenda. Neema ilikuwa juu yake. Akapata kibali. Katika mpango wa Mungu alikuwa amekusudia kuiangamiza dunia. Magharibi na maji. Lakini kwa neema Nuhu akafanya mapenzi. Neema itakuwezesha kuelewa vitu ambavyo watu wengine hawawezi kuelewa. Na kila utakachosikia kutoka kwa Mungu, neema itakufanya ukielewe. Akufanyie Mungu alimwambia Nuhu atengeneze safina. Kama Yesu ni safina yetu, sio kuingia tu. Neema ipo kabisa. Lazima tufanye kazi. Utamwambia Nuhu akamwambia vita ya kutengeneza kwa ubao na urefu na milango na madirisha. Neema inamfunulia kwamba kesho utakuona ikale kwamba kesho tutakuwa dhaifu. Akasimama akaongea kuomba shauri ya wanadamu, akaamini sauti ya Mungu. Mungu akamwamini mtumishi wake. Kufanya Mungu akuamini. Na neema ikuwezeshe kusikia sauti ya Mungu. Akuwe chombo cha kufaa kilichopata neema mbele za Mungu. Ibada nasema neema ni kubwa kuliko bahari zote za dunia. Lakini kwa bahati mbaya watu wengi katika dunia hii na hata hapa wakiwemo wanacheza na neema yake. Kama unafanya dhambi na unaendelea kuishi, usifikiri kwamba Mungu haoni. Lakini pia hiyo ni neema inakuweka ili kupata nafasi ya kutengeneza maisha yako. Inawezekana umepata neema ya kuingia kanisani, umepata neema ya kuingia katika huduma, umepata neema ya kuingia Yordani na kubatizwa, lakini unahitaji neema nyingine, neema ya kuwezesha kutembea pamoja. Na hiyo inawezesha kwa kanisani zote. Leo tuna neema ya wokovu. Leo tuna neema ya kubarikiwa. Lakini tukiwa neema ya ajabu kubwa ya kuhusu maisha yetu na kupatanisha na nani ametembea mwenyewe kwa siku zote bila kutembea pamoja na Mungu? Huyu mtumishi
wa Mungu ambaye anahubiri. Huyo Mungu Habari anahubiri. ndio maana Alikuwa Mungu ametaka kutuunga alitembelea maisha magumu ya chini kutoros. Kwa kweli watu wanaita machina. Hata wanamuuliza mazina. Lakini neema ya Mungu Alipoonekana ilimrudisha katika jambo hiyo. au sisi ndio Na leo Mungu watu wamebadilisha usemi duniani. Na hiyo neema haingemruhusu afe ama awe kipofu awe kiwete mpaka leo asimame ashuhudie neema. Alitaabika kwa msomi. Ni mwalimu wa kanisa na mwalimu wa shule ya akili. Lakini pia Yohana aliona hazioni kwenye mwili nyama hazioni nyama unajua kuanzia siku moja ya nyama mpaka inakoa na hiyo wakati tunakauka lakini utaamka kwenye mafuta. Lakini neema ilikujia. Mbolea inakuja kwenye mwili wako. Nyama zinaota. Unavaa kikwembe kinakushika. Unavaa suruali inakushika. Neema hiyo imekulinda. Na leo alivyopata neema hiyo neema hiyo inazokuja kwako. Lakini kwanza kilichomlinda neema iliyokuweka mpaka leo pamoja na hayo majaribu pamoja na hiyo dharau hakumwacha Yesu. Alitembea pamoja naye. Neema ya kwanza ni ya Yesu kwa msalaba. Neema ya pili neema ya Mungu ni kubwa kuliko dola. Ni kubwa kuliko dola. Ni kubwa kuliko pesa zote za thamani duniani. Neema ya Mungu ni kubwa kuliko familia waliozaliwa ndani. Neema ya Mungu ni kubwa kuliko elimu uliyosoma. Neema ya Mungu ni ufunguo. Neema ya Mungu ni kibali. Neema ya Mungu ni uwezo. Simama unaika. Nataka kukwambia kwamba katika maisha ya mwanadamu kila kitu ni jangwa. Kila kitu ni jangwa. Kuzaa ni jangwa. Kutokuzaa ni jangwa. Kuolewa ni jangwa. Na kuolewa ni jangwa. Biashara kuendelea ni jangwa. Na kupungukiwa ni jangwa. Kinachoondoa jangwa ni neema. Haleluya. Simama uombe Mungu.
Kama hujaokoka haya mambo hayakuhusu. Bwana tunakuita wewe kama unapokea Yesu. Tunaomba kukuombea. Kama uko hapa umetiwa na jambo unalopitia, majaribu na mateso yamekuwa rafiki baba na babu yako. Milango yote imefungwa, lakini kuna ufunguo mmoja tu ambao unaweza kubadilishia maisha. Neema ya Mungu. Msichana hata ujipake ubebela makeup kwa asubuhi na mchana, utafikiri ukipaka mafuta ya kutaliwa. Wewe kijana ambao unajaribu kujipakatua eti kwa sababu kijana ama baba na mama, ule mlango ambao unafungwa kitakachokuwezesha kuingia kimewekwa, kitakachofanya utembee pamoja tangulia na utashuhudia matendo yako. Kulingana na maisha unaishi, kulingana na mazingira yako, kulingana na wito wako. Mungu alimwita Musa, akasema Musa, najua kwa jina lako na umepata neema mbele zangu. Musa akasema Baba, kama nimepata neema mbele yako, naomba utembee pamoja nami na unionyeshe njia zako nisipitie. Kuna njia ya kutoka kwako na kuja kanisani, kuna njia ya kutoka kwako na kwenda sokoni, kuna njia ya kutoka kwako na kwenda kazini, lakini ukitembea pamoja akikuonyesha mapito yako atakupa maisha tofauti. Unahitaji neema ya Mungu kuliko nyumba, unahitaji neema ya Mungu kuliko vitu vyote. Hata neema ya Mungu itakuwezesha kutawala kila kitu ulicho nacho, lakini ukipata ile neema kinakutawala na mwisho kutenga. Kuna baadhi ya watu anapobarikiwa hautarudi kuona mbele ya Mungu. Neema ya Mungu atakuonyesha rafiki, atakuonyesha kila kitu.
Itamuwezesha kuhubiri yale waliyosema kwetu, hatutayaona yakitimia au tutapata elimu. Tunakushukuru asubuhi ya leo tukitembelea kutoka tunasema nasi kwa Mungu kwa kupitia kwa kumshukuru kila mmoja aliye hapa ana ukuta ulio mbele yako na huo ukuta anautazama asubuhi, mchana, jioni. Wengine wamepoteza furaha na tumaini, lakini neema yako inaweza kuondoa kila ukuta ulio mbele ya Mungu.
tuwafundishe na watu wengine wa dunia hii watakapotuona kusikia washuhudie kwamba neema yako. Asante kwa sababu leo kuna historia inaandikwa. Kuna Mose akaise kashasha habari ya kutoka hapa kama tumaze kufahamu kila mtu kuishi unaweza kiende amekuwa bora kama nina nao tumeya kusikora tunasenge ukautuma kitu hapo siku ya kwa leo ndio kazi kuikumbuka bali tulipopaya kote ni kwa neema ya kugonga kufikisha pia yale yote uliyokusudia kushoza kwao tunamjali ndio hili nyumba yake wewe ndio akiongozwa hapo kwa roho kwa tafsiri ala soma ndio kanisa lote shenge ndio tunahitaji haribu mazingira yote ya shetani. Anaanza na vikao vya mapepo na ibilisi zidi ya watu katika jina la Yesu. Kwa sababu ya kuyakomboa ai neema yako tunasaidia wote jana nao tunasikia Tunataka kile kile cha Mungu